wakati naanza game kilitusaidia, tulikuwa tunashikana mikono, tuko graveyard pale, enzi hizo nyinyi bado wadogo, lakini tulikuwa tunakutana wote Male Mgwea, Chamber Squad wako hapo, Dasmunders wako hapo, Mandojo na Domokaya hapo, Wateule hapo. Kwa hiyo togetherness ndio kitu ambacho siku hizi kimekosekana. Ni mkiwa mnazali la kuwa na maskani kama hivi, hapa ndo mnaweza kuambiana ukweli, hapa ndo mnaweza kuwekana sawa. Huyu anapotea, hapa ndo mnamweka sawa. Huyu anapatia, hapa ndo mnampa sifa zake. Si unajua ba? Kwa hiyo nyinyi endeleeni ku maintain kitu kama hichi. Sio kidogo. Mnaelewa, mkiangalia hata watu ambao wana comment kwenye page yenu, mnaweza mkaona mtu kama DJ Shana anakuambia na mimi nataka kwenda nikale kwenye chakula chao watu. Afu kuna mtu anaambia utaenda kwenye kipindi chao, anakuonyeshea anavyojua content yenu. Bwana wafuatilia wale wanapiga done, wanaingia chaka, wanaenda kuchukua mabanka. Alafu huyo mtu anayesema hivyo unakuta ni daktari anawafuatilia. Kwa hiyo hichi kitu mnachofanya, hii ndio definition sasa ya content. Nyinyi ndo content creator. Hizi ndo content ambazo zinafunza na at the same time watu wanaburudika pia. Kwa hiyo bwana, keep on keeping on. Hichi kitu mnachofanya endeleeni kufanya mno. J Tudor, more techniques, more flavor, Superman, au sio bwana mteule. Niko hapa mtaani kwangu na wanangu, unajua bwana, kifungu na ibara kitu pekee ambacho kimenivutia, ukiacha hiyo content yao ya masuala ya chakula na wanavyo hustle mtaani na wanavyojaribu ku uplift wao dhidi ya wao. Unajua tena, kwa sababu mtaani sometimes hakuna wa kuwakomboa zaidi ya wenyewe kujikomboa. Elimu ni kitu nguvu sana. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nimependa, kilichonivutia nimefika hapo maskani yao, ni kwamba wana sehemu inaitwa sanaa ya jikoni, ambao wamefanya setup ya kama library. Angalia vitabu walivyokuwa navyo. Mojo hiki kinasema how to get it, how to keep it, how to get it back if you lose it. Kwa hiyo hebu imagine, inakuelezea kwamba jinsi gani unaweza ukapata na jinsi gani unaweza ukatunza hicho ulichopata na jinsi gani unaweza ukakipata tena kama utakuwa umekipoteza. Kitabu kingine kinasema mwisho wa umaskini. Umeelewa? How we can make it happen in our lifestyle. Ni vitu ambavyo watu wanahitaji. Sometimes hizi elimu, ukiona watu wako maskani, kwa ile perception ambayo zamani tulikuwa nayo, tulikuwa tunaona watu wakikaa maskani kama hivi ni wauni. Lakini leo wamekuja na hiyo namna ya kuchange hiyo narration ya kwamba watu kukaa maskani inaweza ikawa ndo njia ya kuweza kufumbuana na kuelimishana vitu kibao, kitu ambacho ni muhimu sana kwenye generation yetu ya leo. Kwa hiyo big up sana kwa wanangu wa kifungu na ibara, na mimi nitajitahidi niwatafutie vitabu vingine kibao niweze kuwaletea waweze kuendelea kuvisoma, vingine vikiwa vya Kiswahili pia, kwa sababu najua wengi hapa inawezekana kusoma kwa Kiingereza ikawa tabu. Unaona bwana, wana mpaka kitabu cha katiba. Sijui umeelewa bwana, na kitabu cha katiba ndo kilichotoa kifungu na ibara. Mimi naitwa J Mo, hii ni kifungu na ibara, episode ya famous, au sio bwana? Wanangu leo watapiga pilau, watapiga biriani, watapiga sosi ya nyama, watapiga kuku choma kwenye pipa. Here we go.